Honorable Gachagua, please, we don't want that incident again katika Embakasi North. Sisi watu wa Embakasi North ni watu peaceful sana. Honorable James Gakuya Mwangi, wewe unajua vizuri you don't associate with youths kwa njia inayofaa. We are sending a warning. We don't want such incident to happen. Kwa majina kamili naitwa Patrick Kigwe aka Pokot, mkazi wa Embakasi North. Mimi kuna mambo ambayo yanatuudhi roho sana concerning the event that happened last week at Kariobangi, ambayo wanasiasa walikuja na wanasiasa walipokuja wakaja kuleta vurugu katika mtaa yetu. It's our concern ya kwamba politicians are using our youths on a bad way instead of employing them. I want to go one by one. Honorable Gachagua, please, we don't want that incident again katika Embakasi North. Sisi watu wa Embakasi North ni watu peaceful sana. Honorable James Gakuya Mwangi, wewe unajua vizuri you don't associate with youths kwa njia inayofaa. We are sending a warning. We don't want such incident to happen. On that day, 4 people were injured and very serious injuries. Gunshot walizipata kama vijana. Sisi tumetuma onyo kali sana ya kwamba hatutaki siasa za furugu, and we are urging our good MPs and our good President William Samoei Ruto ya kwamba siasa za furugu na siasa za wanasiasa kutumia vijana kwa njia mbaya tumekataa katika Kenya na tumekataa katika jimbo la Nairobi. Tunataka wanasiasa ambao wanasaidia vijana kupata ajira. Gakuya amekuwa MP wetu kwa term 2. He has done nothing. Akija mtaa wetu wa Embakasi North, hata event yake yeye mwenyewe peke yake, kazi ni kimbikimbi. Ukimuuliza ni nini amefanyia vijana, hakuna. So sisi tunaonya Gakuya, this incident, it is not a first incident katika mtaa wetu wa Embakasi North. Ni incident zimekuwa zikiapia kwa kila wakati, na tuko na record ya hizo incident ya kwamba vijana wakija lazima wapate injury, lazima kukue na kimbikimbi. Hata kama ni matanga umekuja, lazima kukue na mbio. So tunasema watu wawache kustage manage events zao, wanaekelea serikali. Onyo ingine tunataka tupatiane, si mnajua Malala ni mtu wa scriptwriter. Yeye kwa nini tear gas ilitupwa tu kwa kanisa peke yake mahali watoto wako? Kwa sababu alikuwa anatafuta kitu ambacho ataandika na wasingizie rais wetu mzuri. Sisi tunasema ya kwamba Honorable Malala, concentrate na kiti ya MCA kule ulikuwa Malava. Mambo ya kukuja Nairobi kutuletea vita tumekataa, na tutaungana kama vijana Nairobi, tutapinga hiyo mambo kabisa kabisa. Jambo lingine sisi tunataka kusema kama vijana, President ametuinua sana. Ona such event ingine alituitia pikipiki, tools za kufanya kazi, equipment za saloon. Vijana wako united. Hatutaki mtumie vijana ili waweze kufuruga mikutano yenyu, ionekane ni rais wetu wanafuruga, ionekane ni watu wa broad based wanafuruga. Mnajua ni nini mlipanga Embakasi North. Kwa hivyo tumetuma onyo ingine, mkifanya namna hiyo tutatoa mwelekeo wetu kama vijana wa Embakasi North ili tuweze kukaa kwa amani. Jambo lingine la mwisho sana ningetaka kusema kwa Honorable Gachagua, since you have been doing your campaigns, hakuna mahali wewe ushatueleza unataka kufanyia nini vijana ama unataka kufanyia nini nchi yetu ya Kenya. You have been mentioning one term. Can you define for us what is one term? Kwa sababu hii one term hakuna hata mahali umemention kuna uchumi kwa hii one term. Hakuna mahali umemention kuna kitu yote ya maendeleo kwa hii one term. Your one term reasoning ni kutoa rais. What then? Ukitoa rais, what will happen? That is the same scripture mlitumia 2022. Na tukatoa our peaceful people, watu ambao walikuwa wanaleta maendeleo, na hakuna kitu kiliendelea. So kwa sasa hivi tumebaki na Rais William Samoei Ruto na hatutaki mambo mingi. Tunaunga mkono rais na tunaaji rais
Affordable houses zikipeanwa, akumbuke vijana sisi tuko pale mtaa, hata sisi tupatiwe affordable houses, manake tunahitaji kusonga mbele kama Wakenya wengine. Yes, I've done and I have registered for affordable houses. So mimi nangojea rais nione kama kitu yangu itaingia, nipate mahali pa kulala. Na kwa hii mambo ya affordable housing, kuna wengine wanasema ni tiki, ni uongo, ni promises zenye president huwa anatupea. Wewe kama kijana mdogo mwenye pia anataka nyumba yake yenye pia aishi na watu wote pia na familia, unaweza ambia hao watu wenye hawaamini hii affordable housing? Naweza waambia kwamba kila kitu kinaanzaga taratibu. Affordable housing ni kitu real, ni kitu tumeona wenzetu wakipatiwa. What you should do, you just apply. Hapana piga kelele affordable houses watu wapewi lakini uja apply. Wewe apply affordable, apply hapo, register mahali pale na ufanye deposit yako, wewe nyumba utaitiwa. Mambo hii tunajua ni siasa. Affordable houses inafanyika vyema vizuri. Tumeona rais wetu juzi akipatia watu ya serikali nyumba na wamepatiwa. So watu waache kupinga mambo ya affordable houses.